CCM oye! Kazi na utu! Mbinga oye! Ndugu zangu wana Mbinga, awali ya yote nami mniruhusu niongeze sauti yangu ya kumshukuru Mungu kwa kutufikisha Mbinga salama, na niombe mtuombee tumalize safari zetu za kampeni tukiwa salama. Lakini nawashukuru sana sana wana Mbinga kwa mapokezi mazuri na makubwa haya ninayoyaona hapa. Hii ni ishara ya mapenzi yenu makubwa kwa Chama cha Mapinduzi, na kwamba hapa Mbinga kwa dalili hizi naonesha mmezima zote, mmewasha. Nawashukuru sana, na kwa sababu kituo hiki ni kituo changu cha kwanza ndani ya mkoa wa Ruvuma, sina budi kupiga hodi nikiwa Mbinga. Hodi Ruvuma! Hodi Ruvuma! Nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Kituo changu cha pili kitakuwa Mbamba Bay, na kesho nitaendelea upande mwingine. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kuniruhusu kuingia kwenye mkoa wa Mbinga. Ndugu zangu, Mbinga ina historia na mchango mkubwa sana katika uongozi wetu Tanzania. Naambiwa Mbinga hapa ndipo alisoma rais wetu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Benjamin Mkapa. Alisoma elimu yake ya sekondari pale Kigonsera mwaka 1952 na 53. Sasa ambaye alishazaliwa miaka hiyo mikono juu. Sioni. Hata mimi mwenyewe sikuwepo wakati huo. Mzee Mkapa oye! Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amin. Kwa hiyo Mbinga ni sehemu muhimu sana. Kubwa zaidi, Mbinga ni kituo kizuri sana na muhimu kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo. Kwa hiyo ninafurahi sana kurejea tena hapa Mbinga baada ya ziara yangu ya Septemba mwaka jana, iliyojikita kwenye ukaguzi na uzinduzi wa miradi ya maendeleo. Lakini mara hii nimekuja kwa jambo jingine kabisa. Nimekuja kuomba kura. Nimekuja kuomba kura ili tuendelee kufanya ile kazi ambayo tumeianza miaka 5 iliyopita. Lakini nimekuja kwa kujiamini na ujasiri mkubwa kwamba miaka 5 iliyopita tumeweza, na 5 inayokuja kwa uwezo wa Mungu na jala ya Mungu tutaweza. CCM oye! Sasa ndugu zangu, mambo yote yamesemwa hapa. Mambo ya afya yamesemwa, elimu yamesemwa, maji yamesemwa, kilimo yamesemwa, umeme yameshasemwa. Mimi nitakuwa na machache sana ya kusema. Niseme kwamba kwenye afya, elimu, umeme na maji tunakwenda kukamilisha ahadi zetu. Uzuri ni kwamba tulitekeleza zaidi ya ilani ilivyotuelekeza. Hasa kwenye afya na elimu tumetekeleza zaidi ya ilani ilivyotuelekeza, na umeme pia. Tuliambiwa vijijini, sasa tuko kwenye vitongoji. Na ukweli ni kwamba tumeshaunganisha nusu ya vitongoji vya Tanzania tayari vina umeme. Miaka 5 ijayo tunakwenda kumaliza nusu iliyobaki, ili kila Mtanzania awe amepata umeme. Kwenye maji ukichukua kitaifa tumefika asilimia nzuri sana. Tunakaribia 90%. Lakini tunapokwenda kimikoa bado kuna mikoa iko nyuma, na tuna kazi ya kufanya na kumalizia. Kwa hiyo kwenye maji pia tunakwenda kumalizia, na natambua hapa Mbinga kuna maeneo bado hayajapata maji. Miradi iko kule. Najua Mbinga vijijini tuna miradi mingapi? 21.
21 ya maji. Hii ikikamilika tunakwenda kumaliza, kila Mwanambinga atapata maji. Mjini hapa ndugu yangu Jonas amesema tumeleta karibuni bilioni 4.6 kumaliza mradi mwingine mkubwa utakaofaidisha kata 8 zilizobaki kwenye maji. Kwa hiyo kwenye maji tunakwenda kumaliza. Masuala ya afya na elimu, ndugu zangu wa Tanzania, tuna afya sana, tunazaa watoto, Mungu atuwekee, na kwa sababu watoto wanakuwa na mahitaji yanakuwa, afya na elimu itakuwa ni kazi ya kila awamu inayoingia. Kujenga mashule, kujenga mahospitali na kuhakikisha kwamba dawa na vifaa tiba vinapatikana, matibabu yanapatikana, Watanzania wanakuwa na afya bora. Kwa hiyo huko nako tutaendelea, na wanaokuja nyuma yetu na wenyewe wataendelea. Ndugu zangu, kwenye kilimo hapa nina pongezi maalum kwa Wanambinga. Mbinga kama nilivyosema ni kituo kizuri sana au muhimu kwa kilimo. Mimi niwapongeze kwa sababu kiwilaya mmeweza kuongeza mazao ya chakula, lakini mazao ya biashara mmeongeza kwa kilimo. Lakini najua haya ni matunda ya ruzuku inayotolewa na serikali. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana na niwaahidi kwamba serikali yenu taendelea kutoa ruzuku, tutaendelea za pembejeo na mbolea na mambo mengine. Kwa wafugaji ruzuku ya chanjo na mambo mengine. Lakini pia tutaendelea kutoa huduma za ugani. Na sasa hivi tuna mpango maalum inayoitwa BBT ugani. Kwa hiyo tunaajiri vijana maalum kwa ajili ya jenga kesho iliyo bora, na hawa ndio watatoa huduma za ugani kwa wakulima mbalimbali. Kwa hiyo mimi niwapongeze. Ahadi yangu kwenu, serikali itafanya jitihada za kuimarisha masoko ya mazao yetu na kuendelea kutafuta bei bora kwa ajili ya mazao yetu, ili mkulima afaidike na nguvu zake, mkulima afaidike na jasho lake. Hiyo ndio ahadi yangu kwenu. Kwa upande wa miundombinu ya barabara, natambua kuna barabara zimetajwa hapa. Moja ambayo ameitaja Judith, ambayo inaendelea kujengwa, ni barabara ya Kitai ambayo tunakwenda kuimalizia kujenga. Lakini pia kuna barabara kama alivyozitaja Mbunda kwenye ilani ya uchaguzi zinakwenda kujengwa. Kuna zitakazojengwa kwa kiwango cha lami, kuna zitazojengwa tuhakikishe kwamba kwa mwaka mzima, iwe jua iwe mvua, barabara hizo zinapitika, pamoja na kujenga madaraja yale ambayo yanakatisha mawasiliano baina ya pande mbalimbali za ndani ya wilaya hii. Kwa hiyo tunakwenda kujenga, lakini tunakwenda kulijenga daraja maalum lile la mto Lumeme. Tunakwenda kulijenga na kuunganisha na barabara zake. Kwa hiyo kwenye miundombinu ya barabara tutaendelea. Ndugu zangu, kama mnavyojua, hakuna mradi ghali kuliko hata hospitali za mikoa kama barabara. Kilomita 1 ya barabara gharama yake ni vituo 2 vya afya. Na ndio maana hatuendi kwa kasi sana. Tunakwenda lakini sio kwa kasi sana. Ila tukipunguza mzigo wa afya na mashule, tutakwenda haraka kwenye mabarabara. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wa Mbinga kwamba serikali yenu iko pamoja nanyi. Ahadi yetu ni kuwatumikia. Na ndio maana tunasema kazi na utu. Mkitupa ridhaa yenu ya kuendelea kuongoza serikali, sisi tunakwenda kufanya kazi pamoja nanyi ili tunyanyue utu wa Mtanzania, utu wa Mwanambinga, utu wa Mwanaruvuma, utu wa kila mmoja bila kujali dini yake, kabila lake, rangi yake, sijui nini chake. Ni utu wa kila mmoja wetu. Na ndio maana tunamimina fedha nyingi katika ngazi za halmashauri ili tuweze kunyanyua utu wa Mtanzania. Kwa hiyo ndugu zangu, baada ya kusema yote hayo,
na ahadi nilizozisikia hapa na shamra nilizozisikia hapa, hivi CCM inashindwaje hapa Mbinga? Itashindwa kweli? Itashindwa kweli? Sasa hapa msiitikie, nataka kule nyuma waniambie, hivi mtaachia CCM ishindwe huko nyuma huko? Hapana, si ndio? Aya, sasa basi sisi hapa, mimi pamoja na wabunge na madiwani, tunakuja kuwaomba kura zenu. Sasa kwa umoja wetu, mimi mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, nikiwa na wabunge wa Mbinga mjini na Mbinga vijijini na madiwani wetu wa majimbo haya mawili, wote kwa pamoja tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie uhai na uzima na furaha. Tarehe 29 mwezi wa 10 tuamke vyema, na wote tunaomba mkakichague Chama cha Mapinduzi. Mbinga oye! CCM oye! Mungu ana Mbinga, tunaomba kura zenu na Mungu awabariki. Asanteni sana.